so that by the time tunafika mahali karibu watu wote watakuwa wamepata nafasi ya kuongea. Katika kaunti ya Mombasa, zoezi hili la kukusanya maoni lilifanyika katika ukumbi wa Tononoka, ambapo wakazi walifurika kuweza kutoa maoni yao katika zoezi ambalo hisia mseto zilijitokeza. Rais ni lazima aheshimiwe. Yeye ni kiongozi wa nchi. Yeye ndio symbol ya taifa. Naibu wake kila akikaa wazungumza neno la ukabila. Kila akikaa zungumza neno la ukabila. Sisi kama watu wa Pwani na watu wa Mombasa tumechukizwa sana na hii neno ukabila. Mlima si vizuri. Kwa sababu yeye makamu wa rais ni kiongozi wa kitaifa. Lazima akipanda kwenye jukwaa azungumze maneno ya kitaifa. Gachagua na President Ruto waendelee, na yule ambaye ataona ni lazima watuite kama sisi wana amani. Tuambie vile mediation inafanywa kama hawajui. Ni kwamba Gachagua must go. Na yeye amewekewa katika zile grounds ambazo zinasemekana kwamba ndizo alizozikosea ili yeye aende nyumbani. Na ninapenda sana ama nashukuru kwa vile wabunge wametokelezea kuhakikisha kwamba hili jambo limetendeka. Lakini ombi langu kama Mkenya, ungeweza kuweka nguvu zile wanazoziweka za kumimpeach governor, za kumimpeach the vice president. Wasiweke katika ile masuala ambayo yanamkumba mwananchi wa Kenya. Nchi inagawanyika vipande viwili. Hatujui ni kwa sababu gani, ama makosa tulipiga kura. Sasa tunataka kujua kwa nini anafanya hivyo. Hafanyi kazi, yeye mambo yake tu ni watu wa mlima. Mbona hazungumzi kuhusu watu wengine, yeye anazungumza tu watu wa mlima. Kenya yetu iko mikononi mwa wabunge, si mikononi ya rais, si mikononi ya deputy president, kwa sababu maamuzi yote ndio wanafaa kutoa. Na kama wao ile kitu wanaona sahihi ya muhimu sahihi ni kutoa Gachagua, wakimtoa Gachagua kutapatikana madawa hospitali, wakimtoa Gachagua kutapatikana watu wale wajenzi waliuawa, watapatikana. Sasa hii tunataka haki. Na for the record, for political hygiene in Kenya, tunaomba hivi Gachagua asipelekwe nyumbani. Walikuja mlimani wakasema huyu na huyu wakashikana kabila wawili. Sasa hii mbona amekuwa ni ukabila? Naomba kwa unyenyekevu rais wetu, yeye ndiye baba yetu, kwa heshima kuu tunamsihi hii maneno yote asuruhishe na nchi itatulia. Tuko na imani na yeye, tuko na imani na Gachagua. Hilo ndilo ombi langu kama mkazi wa Mombasa. Kando na wakazi, baadhi ya viongozi pia waliweza kupaza sauti yao na kuweza kutoa msimamo wao, hasa wabunge kutoka kaunti hii ya Mombasa. Tuacheni chuki, tuacheni ukabila. Kama kuna maendeleo yaingie Mombasa, yaingie Kakamega, yaende Kwale, yaende kila mahali. Kweli urongo? Lakini ikiwa mtu atachukua mabilioni anapeleka kwa wodi moja ambaye ni wodi yake, hata si mlima tu, amepeleka pesa kwa wodi moja, huyo ni deputy president? Ikiwa yeye anaweza kumkosoa president ambaye ndio yeye ni makamu wake, anaheshima kweli? Na naibu wa rais, pindi unapozungumzia sehemu moja peke yake, ukumbuke watu wa mlima wako pale Lamu Mpeketoni ambao ni Pwani, wako kule Shimba Hills ambako ni Pwani, wako kule Rift Valley ambako ni Bonde la Ufa, wako Nairobi, kila mahali. Tunataka kuishi kama Wakenya, tunataka kuwa wazalendo kama Wakenya. Hatutaki kugawanywa kwa misingi ya kikabila, hatutaki kugawanywa kwa misingi ya region. Ni hisia mseto kutoka kwa viongozi pamoja na wakazi ambao wanahudhuria kikao hiki cha leo, kikao cha siku moja ambapo hatma yake itaamuliwa na bunge la kitaifa. Francis Mtalaki kutoka kaunti ya Mombasa.